Asante Yesu kwa wema wako, wastahili sifa zote, heshima na shukrani Bwana. Mbingu inanena uweza wako, matendo yako yakiwa makuu sana kwetu. Wewe wastahili sifa za mioyo yetu kuabudiwa. Haleluya, hosana Mwokozi. Karibu Yesu kwa muda huu na kipindi hichi Bwana takatifu, tuna haja na wewe iweze kunena na kuzungumza Bwana maneno yako kwa njia iliyo sawa mbele ya maisha ya watu wako, kwa sababu ya upendo na uaminifu wako mkubwa. Nakuita Yesu katika dakika hii Bwana, nena nasi, tuhudumie Kristo sawa sawa ya mapenzi yako. Pokea utukufu wote Bwana, unastahili, kwa jina kuu la Yesu ninaomba na kuamini. Amina. Basi katika jina kuu takatifu la Yesu ninakukaribisha tena kwa neema kubwa na upendo wa ajabu, kwa sababu ya nafasi hii Yesu ameiandaa katika maisha yetu, nikijua kwamba huu mwili wa afya umelindwa na Yesu amekutetea, ambaye anatupenda katika hali ya mambo yote. Yeye ndiye baba yetu, yeye ndiye msaidizi, mtetezi, mpiganiaji, atuponyaye katika kila hatua ya maisha tuliyo nayo. Kwa hivyo ninakukaribisha katika jina takatifu la Yesu Kristo. Karibu sana kwenye ibada hii. Naamini kwamba Mungu wa mbingu atatubariki kwa jina lake takatifu. Na katika nafasi hii ningependa kuja tena na neno la Kristo, ili kwamba lizidi kuiandaa na kusafisha mioyo yetu, nanyi watu wa Mungu, ili kwamba tuweze kuwa na utayari wa kutosha Bwana wetu Yesu Kristo anapofunuliwa mara ya pili kwa lengo la kulichukua kanisa duniani. Jua kwamba muda wetu tuliopewa sasa duniani, hatuna kazi nyingine isipokuwa tu kuiandaa mioyo ya watu wa Mungu, kuandaa roho zetu, roho za watu wa Mungu, ili waweze kuwa tayari kwa sababu ya unyakuo, waweze kuwa tayari kwa sababu ya Bwana wetu harusi anapokuja, ili apite kwamba kazi tuliyopatiwa tumeifanya kwa uaminifu, ili kwamba tuwe na nalo tumaini ambalo tumelijenga tayari ndani yetu, kwamba kazi tumeidhinisha itakuwa approved mbele
zake anapofunuliwa, ili tuweze kuingia katika nafasi ile aliyotuandalia. So ninawakaribisha katika neno hili, na Bwana Yesu akaweze kuwabariki nyote. Karibuni kwa jina la Yesu Kristo, na ninakuomba katika nafasi yako unaweza ukasubscribe, ukalike, ukacomment katika kipindi hiki, ili kwamba wakati mwingine kama umesubscribe unaweza ukapata jumbe hizi na zikawa za muhimu sana kwako katika kufundisha na hata kukuandaa kwa sababu ya kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Wakati huu tunaenda kujifunza juu ya kosa la binadamu. Kosa la binadamu. Kosa la binadamu. Nitasoma katika kitabu kile cha Warumi sura yake ni ya kwanza, nitaanzia mstari wake wa 18. Na Biblia inasema hivi: ghadhabu ya Mungu imedhihirishwa kutoka mbinguni dhidi ya uasi na uovu wote wa binadamu, ambao kwa njia zao mbaya wanaopinga ukweli usijulikane. 19. Kwa maana yote yanayoweza kujulikana juu ya Mungu ni wazi kwao, maana Mungu mwenyewe ameyadhihirisha. 20. Tangu Mungu alipoumba ulimwengu, uwezo wake na milele na uungu wake, ingawa havionekani kwa macho, vinafahamika wazi. Watu wanaweza kuyajua mambo hayo kutokana na vitu hivyo alivyoviumba Mungu. Kwa hiyo hawana njia yoyote ya kujitetea. Tutaendelea. Lakini nasema nini? Ghadhabu ya Mungu, Biblia imetema ghadhabu ya Mungu imedhihirishwa kutoka mbinguni dhidi ya uasi na uovu kwa mwanadamu. Ni vyema binadamu kujua kosa lake. Ni vyema binadamu kufahamu kwamba Mungu anakuja kuadhibu, anakuja kwa ghadhabu ya kuja kumwadhibu binadamu juu ya kosa ambalo amelifanya mbele zake, kwa kutoweza kuzingatia haki ya Mungu, kuyaishi maisha yaliyo maovu, kuishi kwa njia iliyo ya tabia mbovu machoni pa Muumba wako. Anaporudi Kristo, kinachomfanya anakuja kutamatiza kazi na shughuli zote duniani, kisha aweze kumtua binadamu yule ambaye atakuwa yuko tayari katika wakati wa kuingia uzimani, na pia kuweza kumwadhibu binadamu yule ambaye hakuyazingatia maagizo na kanuni za Mungu, kutembea sawasawa na neno lake. Ghadhabu itakuja juu ya waovu na itakuja juu ya waasi, walioyaasi maneno ya Mungu, wanaopinga kweli ya Mungu, wanaenda kombo na mapenzi ya Kristo, wasiotaka kuonywa, wasiotaka kurekebishwa, wasiotaka neno liwazaishe katika maisha yao, wasiotaka kuishi kwa njia ya neno la Yesu liwe taa katika miguu yao, wasiotaka kurekebika katika mienendo na tabia zao mbovu mbele za Mungu. Ndipo neno limesema, kwa sababu ya njia zao mbaya, wanaopinga ukweli usijulikane, wanajaribu kupinga kweli juu ya Mungu, kwamba ndiye muumbaji, kwamba yeye ndiye peke yake anastahili kuabudiwa, kwamba yeye ndiye peke yake Mungu aliyepeana maagizo na masharti na njia binadamu wanapaswa kuishi.
hivi leo tunakukiuka maadili, kwenda kombo na maagizo ya Mungu. Miungu imeabudiwa kuliko Mungu wa kweli. Binadamu wameenda kombo, wanamuasi Muumba wao, wamejitengenezea watu kwa miungu, kwa Mungu kwao. Wanaabudu ng'ombe kuliko kuabudiwa Mungu wa kweli, majini kuliko kuabudu Mungu aliyeziumba mbingu na nchi. Haleluya! Jambo ambalo ni uasi, jambo ambalo ni uovu mbele za Mungu. Binadamu yapaswa ujue hili ni kosa unalolitenda mbele za Mungu aliyekuumba, aliyefanya nyota, wangani, jua na hata mwezi, mawingu na vyote kwa ajili utukufu wa jina lake. Vipo vinamtukuza. Wazee 24, makerubi, maserafi wanamtukuza, wanaanguka kifudifudi mbele zake wakimtukuza mbinguni. Binadamu unapaswa kujua, haipaswi uendelee kukaa katika kumwasi aliyekuumba. Inapaswa kumrudia, kuacha uovu, kuishi njia ambayo inastahili. Neno linaendelea kusema kwamba kwa njia hiyo wanajaribu kupinga, lakini mambo yote aliyoyafanya Mungu ya wazi yanaonekana. Ni dhahiri mambo aliyoyafanya, ichapo mengine ni ya rohoni, hayaonekani katika macho haya, lakini kwa wazi vingi vyote alivyovifanya vinajulikana, vinaonekana wazi kabisa mbele za mwanadamu. Ndipo Biblia inasema tangu alipoumba ulimwengu, uwezo wake wa milele na uungu wake, ingawa havionekani macho, lakini vinafahamika wazi, vile anavyotenda kazi, vile anavyoonya, vile anavyozungumza na binadamu, kumwonya juu ya dhambi, juu ya kosa lake binadamu aweze kulifahamu kwa njia ya Roho wake Mtakatifu. Japo wengine hawaamini yupo Roho Mtakatifu, yupo the Holy Spirit ambaye anatuelekeza katika kweli yote. Yupo Roho Mtakatifu ambaye husababisha binadamu waweze kuamini. Pasipo na the Holy Spirit hakuna mtu anaweza kuamini Injili, hakuna mtu anaweza kuliamini neno. Ni Roho wa Mungu anaye convict binadamu kufikia hali ya ufahamu, hali ya kuweza kumtaka huyo Yesu katika maisha yake. Ni kazi yake the Holy Spirit. Ndipo Biblia inaendelea kusema kwamba watu hao wanaweza kuyajua mambo haya, ichapo kwamba hata kama wakiyapinga ama hawayakatae, lakini ni wazi yanaonekana dhahiri katika maisha yao. Ndipo neno linasema katika mstari wa 21, Biblia inatuambia ingawa wanajua kuna Mungu, lakini hawampi heshima anayostahili wala hawamshukuru. Badala yake fikra zao zimekuwa batili na akili zao tupu zimejaa giza. Ijapo wanajua kuna Mungu, hawampi heshima kama Mungu. Heshima wanapeana wapi? Heshima hizi zinaenda kwa miungu, heshima hizi zinaenda kwa vinyago, heshima hizi zinaenda kwa watu. Kuliko kumheshimu Mungu wa mbingu na nchi, wanaheshimu vinyago, wanaheshimu kiumbe kilichoumbwa kuliko kumheshimu yeye Mungu aliyewaumba. Maana akili zao ni batili, akili zao zimejaa giza. Biblia inasema Mungu wa ulimwengu huu ameweza kuwafanya binadamu, amewafumba, amewafupisha macho binadamu wengi wasije wakautuka kufahamu yupo Mungu mbinguni aliyewaumba, anastahili heshima, anastahili kushujutiwa, anastahili kuabudiwa na kuinamiwa. Hawamheshimu tena wala kumshukuru yeye. Wanaona vyote walivyo navyo, wanavyopata ni kwa nguvu zao, kazi wanazozipata ni kwa nguvu zao, nafasi walionayo ni kwa nguvu zao. Hawana haja ya kumshukuru, hawana haja ya kumheshimu, hawaoneshi heshima. Mpaka anauliza iko heshima wapi ya Baba? Jina la Yesu Kristo libarikiwe. Hili ni kosa katika maisha ya mwanadamu. Napaswa
kutambua vivyo. Muumba wetu anaendelea kusema, Bwana wetu Yesu Kristo nasema 22, wanajidai kuwa wenye hekima, kumbe ni wapumbavu. Wanaacha kumwabudu Mungu aishie milele, na badala yake wanaabudu sanamu zilizo mfano wa binadamu ambaye hufa, mfano wa wanyama, ndege au wanyama wa tambao. Wanasahau, wanajidai wana hekima, wanajidai kwamba wana hekima ndani mwao, huku Mungu akiwatazama anaona ni wapumbavu. Kwa sababu gani anaona wapumbavu? Biblia inasema wazi, wameacha kumwabudu Mungu aishie, badala yake wanaabudu sanamu. Si ni wapumbavu? Huu ni upumbavu kuliko kumwabudu Mungu aliye hai. Binadamu wameacha kumwabudu yeye, wanaabudu sanamu, wanaabudu majini, wanaabudu miungu na vinyago na vitu vilivyofanywa kwa mikono ya watu, mbao zilizochongwa, viumbe mbalimbali, ndege wa angani, vitu ambavyo vilivyoumbwa na Mungu. Ndivyo wanavyovishuhudia, ndivyo wanavyoviabudu, ndivyo wanavyovitumikia, ndivyo wanavyovipa heshima zao, ili hali wamemsahau, wamemwacha Mungu. Mmemwacha Mungu aliye hai, mnainamia vitu, mnaomba nguvu kwa majini, mnaomba nguvu kwa mapepo kuliko yeye aliye mbinguni mwenye uwezo wa vyote. Huu ni upumbavu wa hali ya juu katikati ya wanadamu. Huu ni upumbavu katika wanadamu. Ili ndilo kosa la mwanadamu ambayo anastahili kurekebisha na kubadili tabia hii, kwa kuwa hii inasababisha ghadhabu ya Mungu inashuka katika uso wa dunia. Biblia inatuambia 24, kwa sababu hiyo Mungu amewaacha wafuate tamaa mbaya za mioyo yao, kufanyiana mambo ya aibu kwa miili yao. Wanaubadili ukweli juu ya Mungu kwa uongo. Wanaheshimu na kuabudu kiumbe badala ya Muumba mwenyewe, ambaye ndiye aistahilie sifa milele. Amina. Wamebadili. Mungu ahurumie wanadamu. Wameacha kumtumikia Mungu, wamefuata tamaa zao mbaya, wamegeuka na kufanyiana mambo ya aibu kwa miili yao. Leo hii tunavyozungumza, wanafanyia miili yao mambo ya aibu, wanaabudu kiumbe badala ya kumwabudu Mungu, wanajiuza. Leo hii wanaume kwa wanaume, wanawake kwa wanawake, wanajifanyisha vitu katika miili yao vya kukosa heshima juu ya Muumba aliyewaumba. Wanalala hata na minyama. Jambo ambalo ni aibu na jambo ambalo ni kufuru mbele za Mungu. Aliwakanya wana wa Israeli katika Agano la Kale, lakini leo binadamu wanatenda. Wanalala na maiti, wanaambiwa ndipo watapata utajiri, ndipo watatajirika. Wengine wataongezwa cheo, kitapanda, watakuwa watu maarufu. Ili kufuru binadamu, ili ni kosa
mbele za Mungu. Mambo ya aibu, mambo ya aibu. Ndio Biblia inaendelea kusema. Kwa hiyo Mungu amewaacha wafuate tamaa mbaya. Hata wanawake wamebadili matumizi yao, inafuatana maumbile. Wanawake wamebadilisha matumizi yao yapatanao na maumbile, na si wao peke yake, na wanaume na hali kadhalika pia umeacha pia kufuata matumizi ya maumbile ya mume na mke, wakawakiana tamaa wao kwa wao, wanaume wakifanyiana mambo ya aibu, na hivyo wanajitetea wenyewe, wanajiletea wenyewe adhabu wanastahili kwa vitendo vyao viovu. Leo hii mwanamume mzima alale na mwanamume mwenzake, tangu lini? Kufuru mbele za Mungu. Na hili jambo Mungu wa mbinguni analiona kufuru mbele zake, amelikataa katika Agano la Kale. Walawi haistahili. Kipindi kile watu walikuwa napigwa mawe wafe, na watu wote wasema amina. Leo ubaya huu umetokelezea na uko kwa kasi mno katika uso wa dunia. Mwanamume anaoa mwanamume mwenzake. Je, mtazaa watoto wa kulea? Unaweza kuzaa na unaonyesha wewe unalo tumbo la kubeba ujauzito ili uolewe na mwanamume mwenzako? Nawe mwanamke ambao unaolewa na mwanamke mwenzako, je, mtazaa watoto? Nani atakuwa mwanamume, mwingine awe mwanamke? Unaweza kuzaa? Mbona mnabadili maumbile kama vile Mungu alivyowaumba, akajua kwamba yupo mume, yupo mke. Mungu alipotafuta wakati baada ya kumuumba Adamu, katika kumweka pale katika shamba lile, Biblia inasema Adamu alipoumbwa, Mungu aliangalia, hakuona mnyama aliyemfaa Adamu, lakini aliangalia akaona kama kwa kuwa si vyema kae peke yake. Biblia inasema Mwanzo sura ya 1, ikabidi akamrahisha Adamu, akamuumba aitwaye mwanamke, maana alitoa bavu katika sehemu ya nyama zake. Kisha baada ya kumtengeneza Adamu akampa jina kuitwa mwanamke. Na Mungu alitaka companionship kati ya mke na mume, maumbile tofauti. Leo hii inakuaje? Hata haya munaoana wake kwa wake, wanaume kwa wanaume. Hiyo ni kufuru. Acha, maana moto unakuja. Enzi zile Sodoma na Gomora walichomwa kwa sababu ya vitendo hivi viovu, na hivi ghadhabu ya Mungu inashuka katika uso wa dunia kwa sababu ya vitendo hivi. Urawiti, lesbianism, gayism, maroho haya yote yanafanya kazi katika miongoni mwa wanadamu. Hii ni dhambi mbele za Mungu, ndio inasababisha ghadhabu yake inakuja. Hili ndilo kosa la mwanadamu. Tubu na kuacha vitendo hivi viovu. Badili njia zenu. Yesu anakuja. Biblia imesema wanaume waliacha maumbile yao, matumizi yale walioumbiwa mwanamume na mwanamke, kwamba mume atamwacha, ataacha wazazi, mke ataacha wazazi, watakuja wafanyike kwa mwili mmoja. Hawa ndio wakikutana wanaweza kutengeneza mtoto, wanaweza kutengeneza kiumbe kingine kizaliwe katika uso wa dunia. Lakini si mke na mke, si pinti na pinti, si kijana na kijana, si mzee na mzee au baba na baba. No, hiyo ni dhambi mbele za Mungu. Na wanaoshabikia hata wachungaji wanaunganisha mpaka na wafungisha ndoa, ni dhambi. Hata wapaswe kuitwa wachungaji, kwa sababu Mungu aliowateua, Biblia inasema katika Efeso sura ya 4, alivyopaa kwenda juu, ndiye aliyeachilia vipawa, wengine akawapa
utume, wengine unabii, wengine uchungaji, wengine uinjilisti, wengine walimu. Kwa sababu gani? Ya kulijenga kanisa, la kuliandaa kanisa, la kulifanya kanisa lake liandaliwe liweze kuwa katika umoja, katika ushirika wa Roho. Mungu wawe ni mmoja, watumike katika roho moja, imani moja, wakiwa wanalifanya kanisa kuwa kama Mungu alivyolenga kutoka mwanzoni. Wayaishi katika mapenzi yake, katika utakatifu, kumfanana kama vile alivyo mtakatifu yeye. Maana tumeitiwa maisha matakatifu, si machafu, si ya vitendo hivyo vya urawiti, si vitendo hivyo vya pornography, si vitendo hivyo ambavyo ni vya kuona mke na mke na mume na mume. No way. Leo hata kujali hakuna. Wanafanya wazi, hata wanashabikia katika mataifa, na marais wengi wa nchi wanaona ni kitu kizuri, na viongozi wengine wa madhehebu wanaona ni kitu kizuri, kinashabikiwa na binadamu. Lakini ni dhambi hii mbele za Mungu, ni dhambi, haistahili, wala hakuna siku mbingu itairidhia, haitakubalia, na wala na sisi hatuwezi kuikubalia. Maana Mungu amekataa, amekashifu na amekataa, na amesema hili halistahili miongoni mwa kizazi cha watu wake. Lazima likemewe kwa nguvu zote. Binadamu lazima akatazwe kitendo hichi ama vitendo hivi, maana havipendezi wala kustahili mbele za Mungu. Maana moto unakuja kuteketeza kazi zote mbovu zilizotendwa na wanadamu katika uso wa dunia. Ikiwa utatubu, utakutwa ndani. Tubuni na mapema. Acha. Biblia inaendelea kusema, mstari ule wa 28, kwa vile watu walikataa kumtambua Mungu, Mungu amewaacha katika fikra zao potofu, wakafanya yale ambayo angestahili kufanya. Wamejaa kila aina ya uovu, kila aina ya uovu, dhuluma, ulavi, ufisadi. Wamejaa wivu, uwaji, ugomvi, udanganyifu na nia mbaya na kusengenya. Kwa sababu hawakumtaka Mungu, kwa sababu kutomtaka Mungu, maafa yamekithiri. Wako tayari kuuza viungo vya watu, wako tayari kutoa kafara, wako tayari kumwaga damu. Binadamu, uko tayari kumwaga damu ya ndugu yako, uko tayari kumuua kwa sababu ya shamba, uko tayari kumwekea dawa sumu kwa sababu ya kazi, cheo cha kazi, mbona siku moja utakufa na utaiacha. Uko tayari aondoke, uchukue nafasi yake. Uko tayari kurithi mali, lakini umuue yule aliyoko mbele yako kwa sababu ya kumwacha Mungu. Maovu haya, maovu ya kila aina yanatokelezea. Unasikia watu wanachanjwa, watu wanafanya operation mili yao, wanachazwa madawa ya kulevya, wako radhi wafanyiwa operation, watiwe madawa ndani, wasafirishe kwenda nchi za ng'ambo wapate pesa. Uovu umekithiri. Wako tayari kuua vitoto vidogo, watoe sehemu zao za viungo, maana wanasikia utajiri utapatikana wakitoa baadhi ya viungo katika miili yao. Wako tayari kutoa, waue na watoe baadhi ya viungo, wauze wapate pesa, watajirike. Uovu umekithiri kwa kuwa binadamu umemwacha Mungu, umemkataa Mungu katika maisha yako, au mtaki Kristo Yesu katika maisha yako. Nia zenu zimekuwa batili, mawazo ni machafu, wanawakiana, wanawaza machafu, mienendo yao ni michafu kwa sababu ya kumwacha Mungu, kwa sababu ya kutompenda Mungu, ya kutomtaka yeye. Yamkini kama ungemtaka angebadilisha
na kusafisha nia na mawazo yenu binadamu, ili kuweza kumishia katika njia inayostahili. Ndio maana leo roho chafu zinafanikisha kazi, zinafanya kazi, masengenyo, vitina, marumbano, ndoa zina amani, vita twende katika familia nyingi, ugomvi, mifurukano hapa na pale, kwa sababu ya kumwacha Mungu. Bila Mungu hakuna amani kwa nyumba. Bila Mungu hakuna ushirika mzuri kati ya wazazi na watoto. Bila Mungu hakuna kitu kinaendelea katika maisha ya mwanadamu. Mungu tu wetu Yesu Kristo ndiye kila kitu katika maisha ya mwanadamu. Ukimkaribisha yeye, umekaribisha amani. Ukimkaribisha Yesu, umekaribisha ushindi katika maisha yako. Ukimkaribisha yeye, umekaribisha neema kwako. Lakini bila yeye, nothing ambacho kinaweza kunawili kwa njia iliyo sawa. Magonjwa hayawezi kuisha. Magonjwa mengi tunayashuhudia ni kwa sababu gani? Binadamu tumemwacha Mungu. Katika nyakati hizi Mungu alizozungumza kwamba kutatokelezea maradhi, magonjwa kutisha, vifo vitaongezeka na hali nyingi zitatokea. Majanga tunayoshuhudia leo katika dunia kwa sababu gani? Binadamu tumemwacha Mungu. Tumrudieni Mungu. Hili ni kosa kubwa binadamu tumelifanya mbele zake, kumwacha yeye, naye akaachilia binadamu huyu. Ndio leo hali hizi zote zinaonekana zikiwa zinaendelea kufanya kazi katika maisha ya wanadamu. Hebu turudi kwake Kristo Yesu, naye atatudia, atatuponya. Mahali tumepiwa jeraha, ana uwezo wa kuliponya, kwa kuwa yeye ndiye Mungu aliyeziumba mbingu na nchi. Hakuna kitu kinamshinda Yesu mwanadamu ili aweze asilifanye jambo kwa ajili yako. He can do all things for you. Is worthy to receive all the glory. Is our God, is our maker. Nothing that is impossible before him. Just accept him in your life. Napoendelea kumalizia, Biblia inasema katika mstari wake wa 30, Biblia inasema na kuzingiziana ni watu wa kuchukiza kwa Mungu, kwa vidhuri, wenye kiburi na majivuno, hodari sana katika kutenda mabaya, na hawawatii wazazi wao, hawana dhamiri, hawatimizi ahadi zao, hawana wema wala huruma kwa wengine. Wanajua kwamba sheria ya Mungu yasema kwamba watu wasioishi mithili hiyo, wanaoishi mithili hiyo wastahili kifo. Zaidi ya hayo, sio tu kwamba wanafanya mambo hayo wao wenyewe, bali hata kuwapongeza wale wanaofanya mambo hayo. Si kwamba anafanya maovu tu binadamu, lakini pia kuwapongeza wale wanaofanya. Mungu anakuja kwa sababu ya kosa hili. Ndio tumejifunza kosa la binadamu. Mungu anakuja kwa sababu ya hili. Machukizo haya, dhambi hizi za kuabudu sanamu, dhambi hizi za wanadamu kuwakiana katika maumbile tofauti, mke na mume na mume kama hivyo. Ili ni kosa. Mungu anakuja na ghadhabu yake kumwadhibu binadamu kwa sababu ya dhambi hizi katika uso wa dunia. Na abudu sanamu leo kuliko kumwabudu Mungu. Waifanya ng'ombe kuwa ni Mungu wako, kama wana Israeli walipo tengeneza ndama kule jangwani, waiabudu kwamba Musa amechelewa mbinguni kule alipoenda mlimani kunena na Mungu. Anasema tujie Musa kama kafa ama yuhai, tutengenezeni Mungu aliyetutoa katika nchi ya Misri. Wakatengeneza, wakamsutisha Haruni kutengeneza ndama
kwa vitu vile ambavyo walivyotoka navyo Misri. Hata Mungu akavikataa. Ndio unaona hata leo binadamu katika maisha yao wamejifanya katika mambo mengi ambayo yamewatoa katika uwepo wa Mungu. Vile Mungu anavyovikata ndivyo wanashindana kuvifanya. Akikataa hii, binadamu anashindana kuifanya. Ili ni kosa mwanadamu, acha. Kwa sababu ghadhabu ya Mungu inashuka kwa sababu haya. Ndio maana roho ya Jezebeli haishi. Mungu anaposema kusuka nywele, naposema hivi vitu, watu wanajipodoa, mambo mengi wanajifanyisha katika miili yao, bado binadamu ni wagumu, wanataka kushindana na Mungu. Uweze shindana na aliyekuumba, analisema ni sahihi, limesimama, uweze kulipinga, liko pale pale. Na kwa sababu ya maovu haya, ghadhabu ya Mungu inakuja. Fahamuni haya na kuacha. Mgeukieni Mungu na mapema kabla siku ile mbaya haijakuja. Acheni vitendo viovu vya ulawiti. Acheni kuabudu sanamu. Acheni kufuga majini. Acheni kuaminisha kwamba wachawi ndio wana nguvu ya kusaidia wewe, na waganga na washirikina na washihiri na wapiga bao. Mwaminini Mungu wa mbinguni. Wacheni hizi zote, hazitakusaidia kitu katika maisha yako. Unapoteza nafasi yako ulio nzuri wakati huu ambapo Kristo anakuja. Katika nabii alizozitoa, unabii unaendelea kutimilika. Danieli na hata Ufunuo wa Yohana. Yesu yuacha. Change your behavior. Do what is right before God, before his second coming. Jesus is coming. Be ready, be prepared. Mchungaji, jiandae kabisa. Tusema kweli ya Mungu. Kama tutaangalia, tutaofend watu kwa mazungumzo na maneno ya kuwaonya katika njia zao, mioyo yao haitaokolewa. Kristo ametuweka kwa nafasi ya kuambia ukweli, wala si kuwaficha, kwa sababu hata nawe nafsi yako utaiokoa. Biblia inasema nunueni kweli, msiuze. Tunapaswa kusimama katika nafasi ya Kristo. Mchungaji mwenzangu, semeni ukweli. Tulee kondoo wa Kristo kwa njia iliyo sahihi. Acha njia zingine ambapo hazimo na Yesu. Toba ndio inastahili nyakati hizi. Kutubu. Watu wajisafishe. Watu wafahamu makosa yao. Waambie vitu hivi wanajipaka. Waambie ni dhambi. Makucha hizo wanazoongeza mikononi mwao, waambie ni dhambi hii. Achana nayo. Itakuwa kikwazo. Hutaingia katika ule mlango na hivi vitu, makucha nyongezo hizi, mipako, mitobo, mikufu, hivi haviwezi kukuruhusu ingie uzimani. Utazuiliwa. Mlango ni mwembamba, utapana, utazuilika kuingia. Acheni. Israeli, Mungu aliwakanya mpaka kavikataa jangwani. Leo hii binadamu asipofanya hivyo, anaona kana kwamba si hajarembeka, si mikufu, urembo si mikufu, si mipako hii ya kujipaka midomoni rangi, nadhani ni mtu amekunywa damu, ni mtu anayekunywa damu za watu. Change your behavior. Our King, Jesus Christ, is coming for the second time to take his child back home. Get prepared. Get prepared. Get prepared. The time is now.
Accept Jesus. Allow him to change you. Surrender to him. Is able to change your life for the better. Tubuni kungali bado mchana, maana usiku unakuja na saa ya kutubu ndio hii. Bwana Yesu akusaidie unapofanya marekebisho katika moyo wako na kuachana na hali hizo zote ambazo umezifanya za udanganyifu. Mrudieni Bwana Yesu akusaidie na ataiokoa roho yako. Kama uko pale nataka kumpokea Bwana Yesu na kuachilia vitendo hivyo ambavyo baadhi ya vile tumezungumza ukiwa na vishiriki, rudia maneno haya nyuma yangu na Bwana Yesu atakuokoa. Sema, Bwana Yesu, siku ya leo niko hapa, nimejitambua mimi mwenye dhambi, nimeshiriki machafu haya mbele zako, muongo, mlawiti, mzinzi au msherati, mlevi. Bwana Yesu, ninatubu kwako siku ya leo. Naomba unisamehe dhambi zangu, kisha nioshe kwa damu yako takatifu. Yesu, uliandike jina langu upya kwenye kitabu kile cha uzima, pokonye shetani alimiliki ya maisha yangu. Bwana Yesu, niokoe, nisimamishe katika maisha mapya, niishi katika ule uzima wa milele. Ile siku unapofunuliwa, Bwana Yesu, niwe na nafasi ya kuingia pamoja nawe katika uzima ule. Yesu, ninaamini ulikufa na ukafufuka, na leo uhai umeketi katika mkono wa kuume au mkono wenye uweza. Bwana Yesu, ninaamini kwamba wewe sasa ni Mwokozi maisha yangu. Kwa jina lako takatifu Yesu, nimeamini umeniokoa na umenisamehe. Ni kwa jina la Yesu ninaomba na hata nikiamini nimeokolewa na wewe Yesu. Kwa jina la Yesu Kristo nimeokoka. Amina. Karibu kwa Yesu. Muombe akusaidie kwenye kanisa mahali utafundishwa mafundisho ya wokovu, ambapo utaanza upya katika Kristo Yesu. Uanze kufundishwa mafundisho, shika imani katika Kristo Yesu, mafundisho sahihi, si mafundisho yoyote, mafundisho sahihi yaliyo na kweli ya Yesu Kristo yatakujenga roho yako, ili kwamba kuja kwa Yesu na uwe na neema ya kuingia katika ule uzima. Bwana Yesu akusaidie unapofanikisha ama kuyafanya haya yote kwa uwezo wa jina lake. Yeye ni mwaminifu, atakusaidia sasa na hata katika siku ya kurudi kwake. Bwana Yesu awabariki watu wa Mungu popote pale mlipo. Neema ya Kristo iwe pamoja nanyi nyote. Kwa jina kuu la Yesu Kristo ninawaombea nyote. Mungu wetu awabariki na walinde. Endelea wale ambao mnajitakasa, endelea kudumu katika kujitakasa, na wanaeneza katika Injili, endelea katika evangelism, maana muda unaendelea kuyoyoma. Mungu wetu azidi kuwatendea mema. Hadi wakati mwingine, neema ya Yesu inatosha. Amina.